Kwenye kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 12, maandiko inasema, "Tazama naja upesi na ujira wangu hu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo." Watu wengi wanaposoma fungu hili huwa wanafikiria kuwa wakifanya kazi nzuri wanangoja Mungu awalipe wakati wa mwisho. Na ndio sababu wanafanya bidii ili kwamba wakati huo utakapofika walipwe vizuri. Lakini unaposoma sehemu nyingine ya maandiko haimaanishi hivyo vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Na ili tujue vile maandiko inastahili kusomwa, tutasoma kwenye kitabu cha Isaya 18. Tutasoma kitabu cha Isaya 18. Tutasoma 28 mstari wa 10. Kitabu cha Isaya ni 28 mstari wa 10. Na maandiko inasema, "Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo." Kwa hivyo hili maandiko iweze kueleweka, ni lazima uchukue maandiko upande mmoja na ukutanisha ama uweze kuunganisha na nyingine. Uweze kusoma andiko moja na uweze kusema kwamba hivyo ndio maandiko inamaanisha. Na ndio sababu wahubiri wengi wamepotosha watu kwa kutumia andiko moja na kuelewesha watu jinsi wanavyopenda. Lakini vile Mungu anavyotaka tuweze kuelewa maandiko ni kwamba unapochukua andiko moja sehemu moja, unafaa pia ueleweshe na andiko nyingine sehemu nyingine. Hivyo ndo maandiko itaweza kueleweka. Kwa hivyo tukitumia vile tumeambiwa hapa, tutarudi sasa kwenye kitabu nyingine ambayo inaelezea kuhusu kazi. Vile ama ile kazi ambayo inatakikana, ili kwamba usifanye kazi ukitarajia kwamba utakuja kulipwa. Je, maandiko kwenye kitabu cha Ufunuo 22:12 inamaanisha nini inaposema ya kwamba kila mmoja atalipwa kulingana na kazi ile alifanya? Haya, twende kwenye kitabu cha Wafilipi 2:13 ili tuelewe vile maandiko inavyomaanisha. Kwenye kitabu cha Wafilipi 2:13 maandiko inasema hivi, "Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema." Sasa ile kazi ambaye italipwa siku za mwisho, wakati Yesu Kristo atakuwa anarudi, anasema anakuja na ujira. Ile kazi yenye italipwa ni ile kazi ambaye Mungu amefanya ndani ya wale ambao wanaamini. Kwa hivyo ile kazi inatakikana kufanyika ni ile kazi Mungu anafanya, sio ile kazi ambaye mtu mwenyewe anafanya. Na pia tukiangalia kwenye andiko lingine kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tunasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 5 na wa 6. Naye maandiko inasema hivi, "Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule asitendaye kazi zote katika wote." Sasa kabla hujaweza kuconclude kusema ya kuwa ninafaa kufanya kazi nzuri ili nije nilipwe siku ya mwisho, unafaa ujiulize ile kazi ambayo maandiko inazungumzia na yenye itafanya mtu alipwe itakuwa ni kazi gani? Unafaa utafakari sana kuhusu fungu hili, sana sana mstari wa 6 wa hiyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12, ambayo inasema kuna kazi mbalimbali inafanyika. Na kwanza ni kazi njema ambayo inafanyika, ila yule anayefanya kazi hizo zote kulingana na andiko hili ni Mungu ndani ya wote. Ndani ya wote kumaanisha ndani ya wale wote wanaoamini. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ikiwa kuna kazi njema inafanyika, yule ambaye anafanya ni Mungu. Tunajua kwamba siku za mwisho kutatokea watu ambao watasema kwamba kwa jina lako nilifanya hili, kwa jina lako nilifanya hili,
Wengine watasema kwamba nilifanya miujiza kwa jina lako. Wengine wasema nilisaidia watu. Wengine watasema nilitembelea wagonjwa. Wengine watasema nilifanya hili na hili. Lakini unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo 7, maandiko inaweka wazi ya kwamba hao ambao watakuwa wanakuja mbele za Mungu kusema kwamba ninahitaji kulipwa kwa sababu nilifanya ABCD, maandiko inasema Mungu atawaambia ondokeni kwangu kwa kuwa si kuwajua. Si kuwajua kwa sababu gani? Kwa sababu walipokuwa wakifanya mambo hayo, walikuwa wanafanya mambo hayo bila kutambua Mungu. Walifanya kazi hizo kana kwamba wanafanya kwa nguvu zao. Sasa hapa tumepata wazi ya kwamba kazi njema, kazi ile yote ambaye maandiko inazungumzia ni kazi ile ambaye Mungu mwenyewe anafanya kupitia wale wote ambao wanaamini. Kwa kuwa hakuna mwanadamu anaweza kufanya kitu chochote chema. Mwanadamu wa asili, mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke, ni mwanadamu ambaye ameadhiriwa na dhambi, na chochote ambacho atajaribu kufanya, hata kama atajaribu kuona kama atafanya kitu chema, bado iko na dhambi ndani yake. Kwa hivyo inabidi kwanza tuweze kuzaliwa upya, kama vile Yesu alipokuwa akimwambia Nikodemo kwamba lazima mtu azaliwe upya. Kuzaliwa upya ni kwamba ile utu wa zamani uondolewe, ndio sasa utu upya uingie. Na huu utu upya ni Kristo akiwa ndani ya mwanadamu. Sasa akiwa ndani, basi ikiwa kuna kazi yoyote itakuwa inafanyika, itakuwa ni Mungu amefanya kazi hiyo njema. Sasa ili ujue kwamba hakuna kazi hata moja ambayo itakubalika mbele za Mungu ambayo imetokana na binadamu, tusome kwenye kitabu, tutasoma kwenye kitabu cha Waefeso, itueleze ikiwa kuna kitu ambacho mwanadamu anastahili kufanya ambaye Mungu atakubali. Kwenye kitabu cha Waefeso tutasoma 2 mstari ni wa 8 na 9. Maandiko inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Watu wengi wanapofanya kazi, wanafanya kazi wakisema wanafanyia Mungu kazi. Na wanafanyia Mungu kazi ili Mungu naye awahurumie, awaokoe ama awasamehe. Kwa hivyo ile kazi wanafanya, wanataka kulipwa kupitia msamaha. Yaani wafanye kazi njema ili Mungu naye awahurumie, awasamehe. Lakini hapa tunaambiwa ikiwa ni mambo ya wokovu, tuliokolewa kwa neema. Kwa hivyo kwa neema inamaanisha tulifanyiwa kitu ambacho hatukustahili na bila malipo. Sasa na maandiko inasema na hiyo haikutokana na nanyi. So inamaanisha kazi ya kuokolewa ni kazi ya Mungu peke yake. Haitokana na binadamu, haitokana na nafsi zetu. Mstari wa 9 inasema, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Sifa inatokana na kwa sababu umefanya kitu nzuri, ndio sababu unataka watu wakusifu. Lakini hapa tunaambiwa kwamba mtu yeyote asiwahi kujisifu eti kuna kitu nzuri amefanya ndio Mungu amempenda. Hapana. Mungu kutupenda, ametupenda kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. Bure tu. Kwa hivyo ikiwa tunapokea mahubiri inayotufundisha kwamba tufanye kazi ama tufanyie Mungu kazi ili mwisho tulipwe, tujue kwamba tutakuja kukataliwa. Kwa maana ile kazi njema ambayo itatufikisha mbinguni ni kazi ambazo Mungu ametufanyia na ambazo Mungu anafanya hata sasa hivi. Kwa hivyo tumtegemee Kristo, yeye ambaye amefanya kazi njema na anaendelea kufanya kazi hiyo kwa njia ya imani. Kwa hivyo Mungu atukuzwe kwa yote na mapenzi ya Mungu iweze kutimia siku zote.